Tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya story yetu inaitwa Sugar Mami. Nenda huko chooni kajisafishe, ukimaliza nipo sebleni uje nina maongezi na wewe. Sawa. Alitikia Madam Joanna huku analia sana. Noah akatoka nje na mbwa wake. Baada ya muda Madam Joanna akatoka chumbani akiwa tayari kashaoga, akaenda sebleni ambapo alimkuta Noah amekaa na kunywa kinywaji chake. Madam Joanna alikaa na kichwa chake akakiinamisha chini. Ukimya wa muda ulipita na Noah ndio akavunja ukimya huo kwa kusema, nina maongezi na wewe. Kwanza nahitaji unijue mimi ni nani. Pili nahitaji nikwambie sababu za mimi kukufanyia hicho nilichokufanyia. Alafu tatu nahitaji kupata maelezo fulani kutoka kwako. Alinyamaza kimya Noah baada ya kuongea mambo hayo. Madam Joanna naye alikuwa yupo kimya tu. Kazi yake ilikuwa ni kuvuta kamasi kulirudisha ndani ya pua. Noah kaendelea kuongea. Mimi naitwa Samuel Tobias. Ni mtoto wa pekee wa Mr. Tobias na mkewe Madam Helen. Mimi ni kijana ninayetoka kwenye familia kitajiri sana na nilikuja kwako kuomba kazi ya ulinzi kwa ajili ya kukupata wewe. Ha? Kunipata mimi? Aliuliza Madam Joanna kwa mshangao. Ndio, kukupata wewe. Kunipata mimi kivipi? Na nimekufanyia kosa gani mpaka unanifanyia haya ulionifanyia? Safi. Swali zuri sana hilo. Swali zuri sana hilo. Sababu za kukufanyia hivyo ni Iriana. Madam Joanna alishtuka sana, akatoa macho kweli na kuuliza, Iriana? Ndio Iriana, vipi unamjua? Madam Joanna kanyamaza kimya. Noah akamuuliza tena, unamjua Iriana? Ndio namjua. Kwa huo uitikiaji wako tu bila shaka ushakumbuka ulichomfanyia Iriana. Sasa basi nahitaji uhadithie hapa kwangu mimi mwanzo mwisho ulichomfanyia Iriana. Sikumbuki nilichomfanyia. Hukumbuki eh? Ndio sikumbuki. Basi vizuri kama ukumbuki. Wiki moja ikapita. Ilipita wiki moja bado Madam Joanna na Noah walikuwa wapo kule nje ya mji, na kila siku Madam Joanna alikuwa anaforcewa kufanya mapenzi na mbwa na alikuwa anafanya naye, na huku kashikiwa bastola mkononi na kamera ikiwa inaendelea kumchukua rekodi kila siku. Noah akazungumza naye tena, Joanna, utaelezea ulichomfanyia Iriana ama hutaelezea ulichomfanyia? Mimi sikumbuki kitu, alikuwa anaongea Joanna huku machozi yanamtoka machoni kwake. Noah akacheka na kumwambia Joanna, kama ukumbuki ni vizuri, ila nikwambie tu ukweli kuwa hutatoka hapa mpaka uelezee ulichomfanyia Iriana. Tena uelezee huku na kurekodi. Na ukiendelea kugoma kuongea, tutaendelea kukaa hapa na utaendelea kumpa raha mbwa wangu mpaka pale utakapoamua kusema ukweli. Nasema ukweli, ila naomba nikishasema ukweli uniachie huru. Ukishasema ukweli mimi haina haja ya kuendelea kukushikilia. Utarudi nyumbani kwako. Madam Joanna akaanza kuelezea kila kitu alichomfanyia Iriana. Mimi nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa anaitwa Rachel. Rachel alizaa watoto wawili, wote wa kike. Wa kwanza alikuwa anaitwa Brianna na wa pili alikuwa anaitwa Iriana. Rachel alifariki Brianna akiwa form 1 huku Iriana akiwa darasa la 6. Mimi ndo niliyetakiwa kulea watoto wa marehemu mdogo wangu, na kipindi hicho mimi mwenyewe nilikuwa na watoto wawili. Kwa hiyo wakawa watoto 4 na mimi nilikuwa sina mume. Kazi yenyewe nilikuwa sina ya kueleweka. Kwa hiyo maisha yalikuwa ni magumu sana. Brianna alipofika form 2 alipata mimba na alifeli mtihani wa form 2. Kwa hiyo akabaki nyumbani. Kipindi hicho Iriana alikuwa yupo darasa la 7. Baadaye Brianna alijifungua mtoto wa kiume, ila bahati mbaya alifariki baada ya kujifungua. Kwa hiyo akakiacha kichanga chake na mimi ndo nilikuwa natakiwa nimlee yule mtoto. Kipindi hicho Iriana alikuwa kashamaliza masomo yake ya darasa la 7. Mimi nilikuwa nachanganyikiwa sana na maisha kwa sababu yalikuwa ni magumu sana na nimeachiwa mtoto mdogo sana. Kipindi hicho alitokea mzungu mwanaume na alikuwa anataka mwanamke ambaye yupo tayari kufanya mapenzi na mbwa wake na atamlipa pesa nzuri sana. Mimi hilo dili nililikubali, ila sio kufanya mimi, ila nilitaka afanye Iriana. Na kweli nilimkabidhi Iriana kwa yule mzungu huku nikimwambia Iriana afanye kazi kwa huyo baba wa kizungu ili niweze kupata pesa za kumlea mtoto wa marehemu dada yake. Iriana alikubali kwenda, lakini alikuwa hajui ni kazi gani. Ila baada ya kufika kule ndio akakuta hiyo kazi ya kufanya mapenzi na mbwa. Ili mlazimu afanye kwa sababu alikuwa hana njia za kujitetea, na mimi ndio nilikuwa nalipwa pesa na yule mzungu. Kwa hiyo Iriana anafanya mapenzi na mbwa, alafu malipo ulikuwa unalipwa wewe? Aliuliza Noah. Ndio. Yeye alikuwa halipwi hela yoyote ile. Hela yote nilikuwa naichukua mimi. Na hata yule mtoto wa dada yake alifariki kipindi kile. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachukua pesa na kufanya mambo yangu. Na Iriana alikaa kwa mzungu kwa muda gani? Alikaa kwa mzungu kwa muda wa miaka 4, Mungu wangu. Miaka 4 mtoto wa mdogo wako anatumika kufanya mapenzi na mbwa na wewe umeridhika tu?
unapokea pesa tu kutoka kwa mzungu kwa ajili ya mtoto wako kufanyiwa mambo ya ajabu. We mama una moyo wa utu. We mama una moyo wa utu kweli wewe? Madam Joan akanyamaza kimya. Noah akasema, endelea kuhadithia, story haijaisha. Baada ya miaka 4 Rihanna alitoroka kule kwa mzungu. Jinsi alivyotoroka hata mzungu mwenyewe alikuwa hajui. Na baada ya Rihanna kutoroka, mzungu aliondoka na kurudi nchini kwao. Sasa mimi nilijua Rihanna lazima atasema ukweli kwa watu kwa kile alichokuwa anafanyiwa kule kwa mzungu. Kwanza subiri, miaka yote hiyo 4 ndugu walikuwa hawakuulizi kuhusu alipo Rihanna? Mimi baada ya kumkabidhi Rihanna kwa mzungu niliwaambia ndugu zangu kuwa Rihanna katoroka nyumbani kwangu. Na ndugu aliamini na kusema kama kaamua kutoroka basi nimwache aende. Na maisha yakimshinda basi atarudi nyumbani. Alivyorudi baada ya hiyo miaka 4 ulifanyeje? Nilijua lazima atasema ukweli kwa ndugu zangu. Hivyo niliamua kuachia zile video chafu zile alizokuwa anatembea na mbwa. Ina maana ulikuwa na video zake? Ndiyo, mzungu alikuwa anamchukua video kila akitembea na mbwa wake. Na hizo video alikuwa ananirushia na mimi. Kwa hiyo mimi nilivyoona Rihanna katoroka kule niliamua kuzivujisha zile video ili aonekane alikuwa anafanya hayo yeye mwenyewe kwa miaka ile yote aliyokuwa katoroka nyumbani. Na bila shaka mali ulizokuwa nazo sasa hivi zote ulizipata kutokana na kulipwa na huyo mzungu, si ndio? Aliuliza Noah. Ndiyo, mali zote nilizokuwa nazo zimetokana na kulipwa na yule mzungu. Mzungu alikuwa ananilipa pesa nzuri sana, kwa hiyo ndio nilijenga nyumba yangu pamoja na kufungua biashara zangu zote. Haki ya nani? We mama una roho mbaya sana. We watoto wako uliowazaa ni wa kike au wa kiume? Aliuliza Noah. Kwa kwanza wa kiume na wa pili ni wa kike. Aha, sawa sawa. Sasa kwa nini hukumpeleka mtoto wako wa kike kwa huyo mzungu akatembea na mbwa wa mzungu? Alafu wewe ndio uchukue pesa za mtoto wako? Kwa nini ulimpeleka mtoto wa mdogo wako? Madam Joan akanyamaza kimya bila kujibu kitu. Noah akasema, mimi nimekupa hii adhabu kwa sababu umemfanyia mambo haya mtoto wa mdogo wako. Ila ungemfanyia mtoto wako wa kumzaa wewe, wala nisingekupa hii adhabu. Alafu ngoja nikuulize swali. Unajisikiaje kufanywa na mbwa? Madam Joan akanyamaza kimya huku analia, tena alianza kulia kwa sauti maana alikuwa anajisikia uchungu sana. Unalia eh? Bila shaka ni maumivu sana kufanywa na mbwa na ndio maana unalia. Na mimi nilitaka aumie kama ulivyomuumiza Rihanna. Wewe umebakwa na mbwa kwa wiki moja tu, lakini unajisikia uchungu kweli kweli. Vipi kuhusu mtoto wa mdogo wako ambaye alifanywa na mbwa kwa muda wa miaka 4? Unahisi alikuwa anajisikia unahisi alikuwa anajisikiaje? Siku ambayo Rihanna katoroka kule kwa mzungu, alienda nyumbani ambapo ulikuwa umepanga wewe na alikuta ushahama. Akaenda kwa ndugu yake mwingine, kufika huko ndio akapata habari kuwa wewe ulimtangazia kwa watu kuwa katoroka. Na hapo ndio akajua kuwa hata mtoto wa dada yake alishafariki muda sana. Kwa hiyo pesa ulizokuwa unachukua kwa ajili ya kumlea mtoto wa dada yake ulikuwa unakula wewe na watoto wako. Akapata hifadhi Rihanna kwa ndugu yake huyo, akawa anakaa hapo. Lakini ghafla video zake za ngono tena akiwa anafanya mapenzi na mbwa zikavuja, kitu kilichopelekea mshtuko mkubwa sana kwenye familia yenu. Na hata yule ndugu aliyempa hifadhi Rihanna akamfukuza kutokana na zile video ulizozisambaza wewe. Rihanna aliondoka na lengo lake lilikuwa ni kwenda kujiua. Unajua mimi na Rihanna tulikutana wapi mpaka akanihadithia haya yote? Nilimkuta Rihanna kwenye miti karibu na nyumbani kwangu akiwa na kamba yake na alikuwa tayari kashaweka shingo yake kwenye kamba bado kuning'inia tu ili aweze kujinyonga. Mimi ndo nilikata ile kamba kwa kutumia risasi na Rihanna akaanguka chini. Nilimchukua na kwenda naye nyumbani kwangu. Baada ya kumtuliza sana Rihanna ndio akanihadisia sababu zilizomfanya yeye kutaka kujiua. Baada ya Rihanna kunihadisia hivyo niliumia sana. Niliumia mno. Na ndani ya moyo wangu nikasema lazima ulipe hichi ulichomfanyia Rihanna. Na tangu hapo nilianza kukufuatilia kupitia mitandao yako ya kijamii na nikapajua mpaka nyumbani kwako unapoishi, na nilijua kuwa wewe unapenda sana kutembea na vijana wadogo wadogo kama mimi. Kwa hiyo nilijifanya ni kijana wa kimaskini mpaka nakuja kuomba kazi nyumbani kwako. Nilijua tu kazi lazima nitapata kwa sababu wewe unapenda sana kutembea na vijana wadogo. Shida yangu haikuwa kazi, bali shida yangu ilikuwa ni wewe kutembea na mbwa ili ujisikie kile alichojisikia Rihanna. Na mpaka sasa hivi moyo wangu una amani kwa sababu na wewe umeliwa na mbwa kama alivyoliwa Rihanna, na video zako nimezichukua. Kwa hiyo jiulize ni kipi kitafuata baada ya hapo. Naomba usisambaze video zangu. Nitakupa chochote unachokitaka ila usisambaze video zangu. Nakuomba. Ninachokitaka mali zote ulizokuwa nazo uzibadilishe jina na kuandika jina la Rihanna. Kwa sababu Rihanna ndio mmiliki halali wa hizo mali. Nitafanya hivyo. Mali zote nitaziandika jina la Rihanna.
lakini naomba usisambaze hizi video kwenye mitandao ya kijamii. Fanya nilivyokwambia, sitazisambaza hizi video kwenye mitandao ya kijamii. Sawa, nitafanya. Madam Joanna aliachiwa huru na akaondoka zake kurudi nyumbani kwake. Noah ama Samueli naye alirudi nyumbani kwake na akapokelewa na Iriana pamoja na Imani. Karibu sana kaka, nilikuwa nimekumisi sana, aliongea Iriana baada ya kwenda kumpokea Samueli. Asante sana mdogo wangu, za hapa nyumbani. Za hapa nzuri tu, pole sana na safari. Nishapoa mdogo wangu, karibu sana nyumbani, aliongea Imani. Asante sana Imani, naona maendeleo ya Iriana ni mazuri. Hongera sana dokta, aliongea Samueli kwa furaha sana. Asante sana Samueli, aliongea Imani naye akiwa na furaha sana. Samueli ama Noah kama tulivyomzoea, alivyoondoka kwenda kumshikisha adabu Madam Joanna, hakumpa taarifa hiyo Iriana, bali alimwaga kuwa anasafiri kikazi. Na Imani alikuwa ni mwanasaikolojia ambaye Noah alimwajiri kwa ajili ya kumweka sawa, kwa ajili ya kuiweka sawa akili ya Iriana ambayo ilikuwa imevurugika sana, na alikuwa hafikiri chochote kile zaidi ya kuanza kujiua tu. Ila kwa sasa hivi kidogo alikuwa anaendelea vizuri. Baada ya wiki moja, Madam Joanna aliwakilisha documents zote za mali zake kwa Noah, na alikuwa tayari kashazibadilisha jina na kuweka jina la Iriana, na akaendelea kumuomba Noah asije kuvujisha zile video zake. Siku 3 mbele, mitandao ya kijamii ilichafuka video za Joanna akiwa anafanya mapenzi na mbwa. Na ile video yake akiwa anakili aliyomfanyia Iriana nayo ilipostiwa. Ilikuwa ni hatari na aibu kubwa kwa Madam Joanna. Alipoteza fahamu baada ya kuona zile video. Watoto wake, ndugu zake na watu wake wa karibu, kila mmoja alikuwa anashangaa kivyake. Ilikuwa ni bonge moja la aibu. Mama mtu mzima akiwa yupo uchi anastarehe na mbwa. Aisee, ilikuwa ni hatari sana. Iriana alijikuta akiwa na furaha sana baada ya kuona zile video. Alifurahi mno baada ya kuona mama yake mkubwa naye yamemkuta yale yale aliyomfanyia yeye. Sauti ya Noah aliyokuwa anamhoji Joanna Iriana aliitambua baada ya kuisikiliza ile video ambayo Joanna alikuwa anakiri kumfanyia mambo mabaya yeye. Iriana alijua tu kuwa Samueli ndio aliyefanya haya yote. Usiku Samueli alivyorudi nyumbani, Iriana akamwambia, kaka Samueli, bila shaka wewe ndio uliyemshikisha adabu mama.